ambayo unayafanya. Kwa hiyo nataka tukusema jioni ya leo, unanisikiliza, yamkini dhambi imekutesa muda mrefu na umeshikilia, umeshindwa kuacha, lakini nataka kusema jioni ya leo, Yesu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Toka kwenye dhambi, toka kwenye uovu, toka kwenye kutenda mabaya, mrudie Mungu. Umefarakana nao, umekaa muda mrefu mbali na neema ya Kristo. Jioni ya leo sauti hii inakuita. Yesu anakuhitaji, rudi, toka huko uliko. Neema ya Mungu ingaliko itakutoa. Mkono wa Mungu jioni ya leo kwa ajili ya kukutoa kwenye dhambi. Usiendelee kutumikia dhambi. Dhambi ina matunda, dhambi ina mshahara, dhambi ina malipo. Itakuangamiza, itakuteketeza, itakupotezea kusudi. Lakini nataka kusema rudi. Neema ya Mungu iko. Yamkini milango imefungwa, milango ya baraka, milango ya mafanikio, ukifikiria kabisa kwamba utatoboza kwa njia ambayo unaitumia shortcut. Ndugu mtu wa Mungu ambao unanisikiliza, mwanamke ambao unanisikiliza, dada ambao unanisikiliza, kijana ambao unanisikiliza, jioni ya leo ni jioni ya kipekee. Yesu anakuhitaji, anakuhitaji, anataka urudi. Mungu anakuhitaji, anataka urudi. Roho Mungu anakuhitaji. Acha njia mbaya, mrudie Mungu. Nyenyekea tena. Bwana ana uwezo wa kukusamehe. Bwana ana uwezo wa kukutoa hapo. Nataka tukusema, umeteswa labda na dhambi, dhambi ya uongo, umeteswa na dhambi, dhambi ya usherati, umeteswa na dhambi, dhambi ya ulevi, umeteswa na dhambi, dhambi ya kiburi, umeteswa na dhambi labda dhambi ya masengenyo, umeteswa labda na dhambi, dhambi ya kuua. Hakuna dhambi ambayo Mungu atakusamehe. Mungu anasamehe hata kama umeua, umechinja mtu. Neema ya Mungu ipo, itakusamehe. Mkono wa Mungu uko juu yako. Hakuna dhambi isiyosamehewa. Nataka tu kusema, neno la Mungu nasema kwenye kile kitabu cha Mithali 28:13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Nataka tu kusema, ungama dhambi zako, ziko rehema. Na pia unapoungama, Mungu anaanza hatua na wewe, anaanza kukufanikisha tena katika maisha yako. Unapoanza maisha mapya, maisha ya wokovu, maisha ya matakatifu, maisha ya kusimama tena na Mungu, ukaungama dhambi zako, ukaamua kuziacha, ninataka kusema ndo mwanzo wako wa mafanikio. Mwanzo wako wa mafanikio, na mafanikio ya kwanza ambayo nayaongelea asubuhi ya leo. Najua watu wanafikiria mafanikio, kimwambia tu anajua amani. Mimi siongelee hivyo. Naongelea maisha ya baadaye, maisha ya mbinguni, maisha ambayo ni ya baadaye. Vitu vya hapa duniani vya kitambo tu, tutavipata, tutavitumia, lakini tutaviacha. Naongelea maisha ya milele. Mahusiano yako na Mungu ndio naongelea jioni ya leo. Patano lako na Mungu ambaye amekuumba. Mimi najua Mungu amekuumba kwa ajili ya kusudi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi 139, ule mstari wa 12, Daudi anasema nimeumbwa kwa jinsi za ajabu ya kutisha. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Lakini hajatuumba tu tukae, ametuumba ili tumwabudu. Soma kwenye kitabu cha Yohana ile 4, ule mstari wa 24 na 25. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu amepasa kumwabudu katika roho na kweli. Naongea maisha ya rohoni, kutengeneza roho yako, mahusiano yako na Mungu ili kumwabudu Mungu ambaye amekuumba. Siongelee hivi vitu vipo tu, lakini siongelee vya dunia, naongelea vitu vya baadaye. Mahusiano yako na Mungu. Mungu ana haja na wewe kijana. Mungu ana haja na wewe mama. Hebu rudi. Toka kwenye njia ambayo umeziendea, sio njia sahihi. Utakwenda kuangamia. Utakwenda kupotea. Na sio tu kupotea hapa, unapotea milele. Itakufaidi nini kupata vitu vyote lakini ukakosa ufalme wa Mungu? Haitakufaidi chochote. Kwa hiyo nataka tu kuongea kuhusu habari ya wokovu, kuhusu habari ya matengenezo ya mtu na Mungu. Kumrudia Mungu. Mungu yuko tayari kukupokea jioni ya leo. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioaminiwa jina lake. Kwamba unapompokea huyu Yesu Kristo, anakufanya kuwa mwana. Wewe nataka tu kuambia mtu wa Mungu jioni ya leo, ipo neema. Rejea tena, tafuta kibali kwa Mungu. Tafuta mahusiano yako tena na Mungu. Rudi tena kwa Mungu. Mungu alikuumba kwa kusudi jema kabisa. Alikuumba akiwa na kazi maalum ambaye anataka uitende. Kazi ya kwanza ni mahusiano, kuwa na mahusiano yake, mahusiano yako na Mungu. Wewe nataka tu kusema, tengeneza mahusiano yako na Mungu. Kama umepoteza mahusiano kwa ajili ya dhambi, rudi. Mungu anaweza kuondoa mauti kwenye maisha yako.
Mungu anaweza kukurehemu na kukusamehe kabisa. Ndio. Mtu asije kukuambia kwamba Mungu asamehe dhambi. Mungu anasamehe. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Mungu yuko tayari kukusamehe. Nataka tukusema mtu wa Mungu. Yamkini hujafanikiwa kwa sababu umepoteza mahusiano yako na Mungu. Jioni ya leo nataka tukuambia, unanisikiliza jioni ya leo. Hebu rudi kwa Mungu. Tafute Mungu. Mche Mungu. Tafuta mapenzi ya Mungu. Tafuta makusudio ya Mungu. Neema ya Mungu iko jioni ya leo. Sauti hii inakuita. Rudi, ni sauti ya matumaini. Umepotea mbali na kweli ya Mungu. Hebu mrudie Mungu. Unapita kwenye hali ambazo unazipitia. Hali ambazo ni ngumu, hali ambazo ni tete, hali ambazo hazina majibu. Nataka tukusema jioni ya leo, ninajibu. Acha dhambi. Mrudie Mungu. Itakufaidi nini kuipata dunia hii lakini ukapoteza mahusiano yako na Mungu? Mrudie Mungu, mtu wa Mungu. Neema ya Mungu ingaliko juu yako jioni ya leo. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda kijana. Acha njia mbaya. Rudi kwa Mungu. Acha maovu. Rudi kwa Mungu. Acha kumkosea Mungu. Rudi kwa Mungu. Tengeneza mahusiano yako na Mungu jioni ya leo. Amen. Bila